na pia maslahi ya kuchinja na kuwapa baadhi ya muhtajin, watu wenye kuhitaji, maslahi yanarudi kwetu sisi wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia lan yanala Allah luhumuha, haimfikii Allah subhanahu wa ta'ala nyama za vichinjo mnavyovichinja, wala damuha, wala damu zake, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini kinachomfikia yeye Allah ni ule uchaji Mungu kutoka kwenu nyinyi. In ahsantum ahsantum li anfusikum, Allah anatuambia mkifanya wema mnazifanyia wema nafsi zenu nyinyi wenyewe. Wa in asatum falaha, na mkifanya uovu ni katika kuziangamiza nafsi zenu wenyewe. Man amila salihan falnafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Aya hii yafanana na ile, lakini imemalizia hakuwa Mola wako mlezi ni mwenye kuwa dhulumu waja. Ndugu zangu katika imani, ibada ya kuchinja ina asili kubwa kutoka kwa nabiuna Ibrahimul Khalil. Alipopewa mtihani Nabiullah Ibrahim juu ya mwanae Ismail, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu al-ahdi adh-dhalimin. Kumbukeni, Allah anatuambia alipompa mitihani Ibrahim kwa kutekeleza maamrisho yake, ndio bikalimati kama wanavyofasiri wanachuoni, fa atammahunna, akaitimiza mitihani hiyo, akafaulu. Ndugu zangu, miongoni mwa mtihani mkubwa aliopewa Ibrahim ni kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala an yadhbah ibnahu Ismail, amchinje mwanae Ismail. Nabiullah Ibrahim anamuita mwanae Ismail, mwanae kipenzi. Mimi nimeoteshwa, nimeona katika ndoto, naambiwa na Allah ni kuchinje wewe. Hebu liangalie jambo hili, wewe unalionaje? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, akasema ewe baba yangu fanya ulivyoamrishwa, satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta mimi Allah apendapo ni miongoni mwa watu wenye kusubiri wewe kutekeleza amri hiyo, na mimi pia. Wa fi nihayatil qissa, mwisho wa kisa hichi Allah anasimulia, anasema wafadainahu bidhibhin adhim, Allah akampa fidia kwa chinjo tukufu. Badala ya kumchinja mwanaye Ismail amchinje kondoo. Hili limekuwa ni asili ya sunna hii ya udhuhiya katika siku ya leo. Ndugu zangu, huyu ni Ibrahim, abu hadhihi al-umma, baba wa umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia juu ya mambo yetu ya dini, millati abikum Ibrahim, ni mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl, na yeye ndio aliyekuiteni nyinyi ni Waislamu tokea zamani. Ibrahim baba yetu, baba wa umma huu, Allah amemnasibisha ya kuwa sisi ni baba yetu umma huu, millata abikum Ibrahim, ambaye alipitia mitihani mikubwa. Nikiwakumbusha kama si yote ni baadhi, kuepusha wakati si mnasaba sana kusema mengi leo. Kuna ibada nyingine inatusubiri ya kuchinja. Nabiullah Ibrahim ndio huyu, alipoona watu hawamuelewi kwa kauli, akaamua kuwaelewesha kwa vitendo. Akashika shoka na kwenda kukatakata masanamu yote, kuyasambaratisha waliokuwa wakimwabudu watu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akabakisha moja, na akaliweka shoka katika bega lake lile sanamu.
Wakija wale waabudia masanamu wanaulizana baada ya kukuta hali tete, faja'alahum juzazan. Alichokifanya Nabiullah Ibrahim ni kuyakata vipande vipande, illa kabiruhum, isipokuwa lile kubwa lao. Wanaingia katika eneo lile, wanashika vichwa na kushtuka na kuhuzunishwa, man faala hadha bialihatina, nani kafanya hivi kwa miungu yetu? Baadhi ya watu wanasema sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kuna kijana tumemsikia akiyataja masanamu kwa ubaya, anaitwa Ibrahim. Ni huyo wala si mwingine. Kilichotokea ndugu zangu, biikhtisar, kwa ufupi, alikamatwa Ibrahim kwa amri ya mfalme, akaambiwa aletwe mbele ya macho ya watu washuhudie nini kitakachotokea. Amri ya mfalme, akaamrisha watu wakusanye kuni nyingi sana kumtia adabu Ibrahim, kumteketeza Ibrahim. Kuni zilipokusanywa nyingi zikatiwa moto, moto ukashamiri. Ikatolewa amri kwamba Ibrahimu atupwe ndani ya ule moto. Nini kilichotokea? Allah subhanahu wa ta'ala akauambia moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuwa baridi na amani kwa Ibrahim. Moto uliwaka, kuni ziliteketea mpaka zikaisha. Ibrahim hakuchomeka katika mwili wake mahala popote, wala nguo yake. Faanjahu Allahu minan nar, Allah akamwokoa na adhabu ya moto. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Hakika mna mfano mzuri wa kuiga nyinyi ummati Muhammad. Kuna watu wawili tu katika Qur'ani Allah amesema ni uswatun hasana. Wa kwanza nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika aya nimeisoma katika surati al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wa pili ni huyu bwana Ibrahim al-Khalil, rafiki kipenzi wa Allah, anatuambia katika surati al-Mumtahin, laqad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu, hakika mna mfano mzuri wa kuiga kwa Ibrahim na wale aliokuwa nao pamoja naye katika waumini. Idh qalu liqaumihim, waliposimama imara kuwaambia jamaa zao, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, hakika sisi tumejitenga kabisa na nyinyi na hayo mnayoabudia kinyume na Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa, tumekwisha wakufurisha nyinyi na imekwisha dhihiri baina ya sisi na nyinyi uadui, wal baghdha, na chuki, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mkimwamini Allah peke yake. Misimamo hii ya baba yetu Ibrahim, baba wa umma, Allah anatuambia tuna mfano mzuri wa kuiga kwake yeye. Wangapi katika sisi shirki ni kitu cha kawaida, au si wewe lakini jamaa zako wanafanya mambo ya shirkul akbar na wewe unawaona wapo sawa, huwakemei, huwapi nasaha. Iko wapi uswatun hasana ambayo tunaipata kutoka kwa Ibrahim?